It's your boy Vice Josh aka Zera Kimizi. Pale mitandaoni utampata from YouTube, Facebook, kila social media platform Vice au Zera Kimizi. Galacha the hero my name. Galacha the hero. Bila shaka ni msanii ama unafanya jambo gani? Yeah. I go by the name Chopa Mkosi 254 aka Mama. Kwa majina mimi naitwa Slim An. Mimi ni msanii, nafanya muziki wa dancehall. Pia mimi ni songwriter na pia na sing. Ndio vitu baadhi ya vitu ambavyo tunavyofanya yani. Wananiita Weapon Key, silaha kutoka Kenya. Okay. As I told you, this is Mark Oromo Kipenda Rubane. Ngoma zangu zinapatikana mtandaoni kama vile YouTube, Snaptube, alafu Vidmate. Masuala mengine hayo utamaliza mwaka ujao. Ngoma zote zitakuwa zinapatikana kwa platform zote. Saizi ni Mungu, tutumuombe Mungu atupe uzima. Hello mfuatiliaji wa Sports One Media, mimi ni presenter wako MC Bizo Saba, na kama unavyoona leo tumekita kambi kwenye mazingira fulani hivi ya Mapimo Vocational Training Center. Hii ni kwa ajili ya kufuatilia mchakato mzima wa Kilifi Rising Stars, na kama ilivyo desturi leo ikiwa ni tarehe 17 audition hizi zinaweza kufanyika kwenye eneo la Magarini Sub County. Wasanii tayari wameshajaa kwenye eneo hili ili kuhakikisha kwamba wana shout talanta zao ili watu waweze kuzijua na vile vile waweze kunufaika na mambo hayo ya kuhusiana na talanta. Tayari judges wameshafika hapa, yupo Susumila, yupo T-Hits, J Crack yuko ndani ya mjengo, Adasa vile vile pia yupo ndani ya mjengo. Bila shaka tutakuwa tunaendelea kukujuza ni yapi ambayo yatakuwa yanaendelea kutendeka sehemu hii ya Magarini ama Mapimo Vocational Training Center. Naitwa MC Bizo Saba, zidi kufuatilia channel yetu ya YouTube at Sports One Media, ama vile vile pia zidi kufuatilia pale kwenye account ya TikTok ambayo ni Sports One Media. Tutakuwa tunazidi kukuletea habari hizi kwa kina kabisa. Ila kwa sasa zidi kufuatilia, share pale, mwambie mwenzie kwamba audition zinafanyika sehemu hii ya Magarini Sub County ambapo tuko ndani ya Mapimo Vocational Training Center. Naitwa MC Bizo Saba, nyuma kamera pale muite Super Michael Katereski, zidi kufuatilia. Yeah. I go by the name Chopa Mkosi 254 aka Mama Nature. Nashukuru leo bwana tumekuja na tumekusanyika sisi kama wasanii wa Kilifi tukiwa na nguzo yetu moja, talanta yangu, riziki yangu. Yeah. Pengine mapokezi yamekuaje katika chumba kile cha judgment? Mapokezi bwana, mimi nimefurahia tu. Jamani, watu ambao wamejitokeza kina T-Hits, kina J Crack na Adasa, moja kwa moja nimewaona tu ni watu ambao wako na furaha na bashasha tu, wana appreciate kile tunachokifanya. Tunatarajia ushindi ufike nyumbani bro. Wewe ndio participant number 1. Yeah. Haupo umetense ilikuwaje yani first experience ilikuwaje? For the experience bana, kutense hiyo manake tumekuja kugrab maze, it's an opportunity. So story na kutense hiyo weka kando maze, tumekuja kuchukua opportunity. Yeah, ni kweli we are raising the voice, talanta yangu, riziki yangu, we have come bro for the riziki. Na pengine unatarajia nini? Mimi kama participant number 1 bado natarajia kuwa number 1, na sio number 1 tu hapo Magarini, natarajia kuwa number 1 hadi Kilifi. It is possible. Yeah. Asante sana bro. Thank you. Yeah. Na kila kitu. Pengine handles zako, muziki wako unapatikana vipi? Muziki wangu actually mostly sana napatikana pale Facebook at Chopa Mkosi, Chopa tu ile moja ya angani, Chopa Mkosi. Pale Facebook unanipata kama Chopa Mkosi 254. Hapo YouTube Chopa Mkosi 254 utapata hapo, niko na hizo doba zangu zote hapo, kuna ngoma kama 10 na hapo unaweza zicheki tu. They're there. Shukrani sana bro, mimi nakutakia kila la heri. Yeah, thank you bro, thank you. Wolan, mambo vipi mfuatiliaji wa Sports One Media? Kama kawaida presenter wako MC Bizo Saba, na leo bana tumezuru maeneo haya Mapimo Vocational Training Center. Hii ni kwa ajili ya mchakato mzima wa Kilifi Rising Stars. Talanta yangu ndio riziki yangu, au sio? Na bila shaka napatana hapa na mshiriki wa 4 kwenye swala zima hili
la Kilifi Rising Stars, na bila shaka ataweza kujitambulisha alafu tupige na story. Karibu bro, jitambulishe watu wakujue, unakwenda kwa jina gani? Oya, wananiita Weapon Key, silaha kutoka Kenya. Bana Weapon Key, wewe unafanya jambo gani labda kwenye swala zima hili la sanaa? Mimi ni mwimbaji. Wewe ni mwimbaji? Yeah. Mwimbaji, na pengine ushaperform bila shaka? Yeah, nimeperform. Umeonaje pengine ushirikiano wa majudge pale ukiwa unaimba, wameonyesha ushirikiano mzuri ama umekuwa wakali zaidi kiasi cha kwamba haukuwa unategemea kitu kama hicho? Kulingana na venye nilikuwa nina perform na ushirikiano wa majaji pale, ndio haukuwa mbaya, kwa sababu hata jinsi nilivyokuwa naimba imefikia mahali wakaanza pia kuimba kwenye nyimbo ambayo hawajawahi kusikia. Ndio. So hiyo inakupa maoni gani ama motisha gani kwenye swala zima hili la mashindano? Inanipa motisha kwamba yani wameona kitu ndani yangu kiasi kwamba ninaweza nikafika mbali sana. Imani yako iko vipi kulingana na masuala haya? Una imani kwamba utakuwa mshindi ama kuna watu ambao umeona labda unadhani kwamba watakupiku kwenye swala zima, ama wewe unajiona ukiwa mshindi wewe kama? Siwezi sema moja kwa moja kwamba nitakuwa mshindi, kwa sababu mashindano haya hayafanyiki hapa Gongoni bali ni Kilifi nzima. So inshallah Mungu akibless naweza nikawa mshindi. Basi ndio kama hivyo, tunazidi kupata maoni na majibu kutoka kwa washiriki ambao pia watakuwa tuko nao masuala haya. Zidi kufuatilia hii channel ya account ya TikTok ambao ni Sports One Media, vile kule YouTube ambao ni Sports One Media. Subscribe pale, like, share, alafu subscribe. Bila shaka nitakuwa nazidi kupiga story na baadhi ya washiriki wengine ambao unawajua ama hata usiwajua. Naitwa MC Bizo 7, nimekuwa naye Weapon KE. Karibu, endelea kufuatilia One Love. Kaka Dude hapo, wewe mbona huna? Hako tutatumia. Tuende nazo. Hello mfuatiliaji wa Sports One Media, presenter wako MC Bizo 7. Kama nilivyokuwa nimekujuza kwamba tuko hapa ndani ya Mapimo Vocational Training Center na tunapiga story na mshiriki ambaye tayari ameshakuwa huko kwenye audition na atakuwa na sisi hapa kuendelea kutujuza ni yapi yanayojiri eneo hilo. Mambo vipi bro? Fiti sana. Wanakutambua kama nani? Galacha the Hero, my name. Galacha the Hero. Bila shaka ni msanii ama unafanya jambo gani? That is my category. Mimi ni msanii. Wewe ni msanii? Yeah, but ukisema nafanya mambo gani nje, shule ziko mingi. Shule ni nyingi. Sawa. Acha tu stick hapa kwenye swala zima. Wacha tuseme hapa lenye limenifikisha hapa ni sanaa. We go now. Vizuri kabisa. Vipi, unaonaje ushirikiano wa judges hapo ndani kwa wasanii? Anyway, ushirikiano uko vizuri, hata si kwamba ni mbaya, ni mzuri, kwa sababu so far wanakuelezea kama maybe umekosea mahali, wanakuelezea kwamba hapa umekosea, so unahitajika ufanye mambo fulani ili ufike mahali fulani, kwa sababu hii ni competition. Anyway, so chenye wanataka the best, but let me just keep this point clearly, ni kwamba unaweza kuwa you are the best but kuna mwenye ambaye yuko more better than you. Kweli. Na according to venye wanaangalia ni performance ile ya kutumia nini venye una perform pale na lyrics zako za muziki. Yeah, so na wasanii wamejitokezea kwa wengi sana so far. Yeah. Na vipi unaona ushirikiano wa judges ama jinsi judges walivyokupokea? Imani yako inakwambiaje kuhusiana na swala zima hili la ushindi? Mimi wacha tu niseme hivi kwamba wajua, according to my performance siwezi nikajipea tayari ushindi kwa sababu bado mashindano yanaendelea. Wacha niangalie hapo mwisho kama watatangaza mshindi ni nani, kwa sababu hao ndio wanaojua hao. Sababu wezi sema tayari wewe ni mshindi wakati bado competition inaendelea. Sawa. Yeah. Mtazamaji, huyu ni Galacha the Hero, singer kama alivyojitambulisha yeye mwenyewe. Basi utasema na mtazamaji pale anaweza kupata vipi kazi zako ili wazidi kukufuatilia, tukiachana mbali na audition, vile pia support uweze kupewa pale kwenye mitandao. Fine. Mimi bana kwa platform zote hizo kwa media huko wananipata kama Galacha the Hero. Nifuate pale YouTube Galacha the Hero, TikTok Galacha the Hero, I think everywhere Galacha the Hero. Yaman, pia niko nasikiza tune, unaweza hata tumia kale kabandoli ka mkono kako kale kasimu ka mkono kale, ukabofya *811#, then unaenda by search artist name, search Galacha the Hero, utapata sikiza tune zangu pale, utachoose yoyote ile yenye ambayo unaona iko fiti na kubamba na una promote msanii. One Love, zidi kufuatilia pale, tutakuwa pia tunapiga story na wasanii wengi zaidi. Boom.
Hello Kilifi Rising Stars. Ndio mfumo ambao tunakwenda nao sasa hivi. Msanii mwingine huyu. Jitambulishe bro, tuzidi kupiga story. Yo, kwa majina mimi naitwa Slim An. Mimi ni msanii, nafanya muziki wa dancehall. Pia mimi ni songwriter na pia na sing. Ndio vitu baadhi ya vitu ambavyo tunavyovifanya yani. Oh, vizuri sana. Na tunavyoongea sasa hivi umeshashiriki ama bado unatarajia kwenda kushiriki? Nimeshashiriki tayari. Nimeshashiriki. Vipi katika watu wote hao ambao wanaendelea kufanyiwa audition, umejipanga vipi kuwa mshindi? Katika hilo swala kwa sasa siwezi ongelea sana, lakini mimi naamini kile nilichokwenda kudeliver pale na imani nacho. Manake kina waamuzi wake, kuna judges pale ndani. So mimi nimedeliver whatever I've delivered, but hao ndo wanaweza kuwa na uamuzi wa mwisho. Kweli kabisa. Wewe ukiwa kama msanii, kizuri hakikosi kasoro. Ukiangalia pengine matayarisho ya swala zima hili la auditions, ni wapi ambapo unaweza pengine pamefinyiliwa na ama pangezingatiwa, basi upande wako ungeweza kufaidika zaidi ama ungeweza kuona mambo yanakwenda vizuri? Kulingana na mipangilio hii ya audition ya leo, siwezi sema kuna kasoro vile, manake kila kitu tunachokiona kinaenda smooth. Kila kitu kinaenda smooth na hopefully at the end ndio tutajua matokeo yako vipi. Slim An jina la msanii wetu. Tunaendelea kupiga story na wasanii. Mfuatiliaji Sports One Media pale TikTok, Sports One Media pale YouTube, kuonyesha support pale, tunazidi kusonga namna hiyo. One love. Sure. Kama tulivyoanzisha tunaendeleza. MC Bizo 7 Sports One Media ndo jina la account pale TikTok na vile YouTube Sports One Media. Sasa hivi tupo naye hapa mshiriki ambaye atajitambulisha, alafu tuongee naye mawili matatu tukiendelea namna hiyo. Karibu bro, jitambulishe. It's your boy Jovice Josh aka Zera Kimizi pale mitandaoni utampata kwa YouTube, Facebook, kila social media platform Jovice au Zera Kimizi utampata. Kwanza kabisa, ikiwa ni mara ya kwanza kwa audition kama hizi za wasanii kufanyika kwenye kaunti yetu ya Kilifi, unajisikiaje wewe kama msanii? Mimi nasikia furaha sana, maana ni opportunity kwetu kuonyesha na kushowcase your talent. Pia inatupatia pia support fulani kwa mitandao yetu ya kijamii, at least inatusukuma step nyingine fulani, na pia ukiibuka mshindi kuna mahali unajua utakuwa next. Na mapokezi kwenye chumba cha audition umeyapataje ama umeonaje? Mapokezi ya kufiti, judges wako friendly na wako poa tu sana, wana judge tu friendly, yani wako sawa tuseme, yani in all kila kitu wako fiti. Na kutokana na ulioyafanya hapo, vipi unaonaje ushindi upande wako? Ushindi tunaotarajia, hakuna mtu ambaye anakataa kushinda. Sasa lazima tu tutarajie yale mazuri, kwa hivyo ushindi na utarajia utakuja magarini. Na msisahau naweza kwa Zera Kimizi. Basi ndo kama hivyo. Kwanza Jovice, ongea na mtazamaji pale, kazi zako nazipata vipi tukiendelea? Kazi zangu utazipata kwa YouTube na all social media platforms Jovice Josh, na pia kwenye social media platforms zote Facebook, TikTok, Instagram utampata Jovice Josh au Zera Kimizi. Ukisearch tu hivyo utapata kazi zangu. Keep supporting and subscribe to my YouTube channel. Tunazidi kuwaletea habari na yanayotokea kwenye eneo hili. Bila shaka tuko hapa Mapimo Vocational Training Center ndani ya Magarini sub county kama sijakosea. Hivyo endelea kufuatilia hapo, tutakuwa tunazidi kuwaletea mazuri. Behind the camera mwite Super Michael Kasereski, naitwa MC Bizo 7 the presenter. One love. Mtazamaji wa Sports One Media, tunazidi kupiga story na baadhi ya washiriki ambao tayari wameweza kuonyesha talanta zao, na moja kwa moja nawaleteeni msanii hapa. Jitambulishe bro, alafu tuendelee kupiga story. Kwa majina ni Mustachi. Naweza kushiriki. Umejisikia vipi kuperform ama kuonyesha talanta yako mbele ya judges ambao pengine haukuwa unatarajia kukutana nao kwa wakati huu? Ni challenge. Challenge ni kitu unajua si mazoea ya kuimba, mtu akiwa amenyamaza na kusikiza, yani unajua kabisa huyu jamaa anaimba anaenda hivi.
Anyway, nikitopoa sababu pia utambua nimekosea. Yes. Na pengine wanaotaka ushindi ni wengi, wewe ukiwa mmoja wao. Umejipanga vipi kuwashinda hao wote? Wewe uongozi umejipanga vipi kwenye hili? Katika safari yenye tumeianza, so tutegemea mazuri sababu ni kujiandaa vizuri. Bana, tunaendelea kupiga story na baadhi ya washiriki, tutakuwa vile vile tunapiga story na judges na watu kadha ambao wameweza kuhusika kwenye mchakato mzima huu wa Kilifi Rising Stars. Bro, tuambie watu wanapata vipi kazi zako pale kwenye mitandao ya kijamii leo? Tuanze na YouTube. Yeah. Kienda tafuta Stacha, tafuta zangu ziko hapo, pia kuna Instagram Stacha, bado Facebook Stacha hapo hivyo. Utapata tena. So jina tu ni moja, Stacha. Bana, Stacha YouTube, TikTok, Insta, kila mahali kwenye hizo platform za muziki utaweza kumpata kwa jina la Stacha. Bana, shukran sana. Tunakuombea ushindi sababu ukishinda wewe tumeshinda sisi wana Magharibi sote. Hivyo tunakuombea bro, God bless. Zidi kufuatilia, tutakuwa tunarudi. Hiyo kwa mara nyingine tena tunamletea mshiriki ambaye tayari pia ameshashiriki kule na yupo na sisi hapa ili aweze kutujuza ni yapi ambayo ameyaona na vile vile amepokeaje shughuli hii nzima ya Kilifi Rising Stars. Karibu bro, tutambulishe kuongea. Okay, kwa majina ni Topi Vibes 254. Leo nimeshiriki kwenye Kilifi Rising Stars. Nashukuru kwa fursa kama hii na nimeona kila kitu kimeenda poa. Japokuwa pia kuna some challenges pia, lakini naona pia ni tutashinda. Okay, na kama moto jali ni ungetutajia baadhi ya changamoto ambazo umeweza kuziona ili msanii ambaye hajashiriki aweze kujipanga vilivyo, ama hata pia kama judges wataona ama wale ambao wanahusika kwenye kupanga mikakati ya swala hili waweze kurekebisha baadhi ya vitu ili iwe faida kwenu. Ni changamoto gani ambazo umeweza kuziona wewe kama msanii? Okay, changamoto ni kwa tena judges pia wajua tumeanza kufahamu watu ambao wanajulikana. Sasa kule kuimba na hisia nzuri mpaka wajue zile feeling ndio. Sasa kuna some challenges pia, nyingine siweza kusema, lakini ziko kwa wewe unafanya muziki gani leo? Mimi nafanya muziki wa msinga. Vizuri sana. Hivyo bila shaka ushindi unaotarajia. Kabisa, Mungu Mwenyezi Mungu ajalie ushindi. Si pia tunakuombea ushindi, labda ungetuambia muziki wako unapatikana wapi, mashabiki waweze kuangalia wapi muziki wako ili waweze kupata utamu? Okay, muziki wangu unaweza kupata pale YouTube kama P Vibes, ukifika Facebook pia P Vibes, ukifika TikTok P Vibes, Instagram P Vibes official. Okay, wewe ukiwa kama msanii, bila shaka msanii wa Magharibi, ushindi kwako ni ushindi kwetu, na pia mshindi wa mwingine ni bado ni ushindi kwetu sote wana Magharibi. Vipi wewe kama msanii unalipi la kumwambia msanii wa Magharibi kuhusiana na shughuli hii labda? Okay, la kumwambia msanii tuendelee kupambana, tuombe sana Mwenyezi Mungu na tuonyeshe kwa tunapenda hizo chenye tunafanya. Ndio kama hivyo tutakuwa tunazidi kuwaletea baadhi ya washiriki. Zidi kufuatilia pale, bila shaka nimekuwa nawaambia kwamba kwenye TikTok ni Sports One Media, yani SPORT One Media. Vile vile pia kwenye channel yetu ya YouTube ni hivyo Sports One Media. Fuatilia pale uzidi kuona ni yapi yanatokea hapa tarehe hii 17 mwezi wa 12 hapa ndani ya Mapimo Vocational Training Center. Asanteni sana, zidi kufuatilia. Bana, huyu hapa mshiriki mwingine wa Kilifi Rising Stars. Kilifi Rising Stars, na bila shaka leo ikiwa ni tarehe 17 kama tulivyokuwa tumewaarifu ni kwamba
auditions zinafanyika maeneo mbali, na hapa tulipo sisi wana Sports One Media tumekita kambi kwenye shule yani Mapimo Vocational Training Center, na hapa yupo mshiriki. Karibu bro, jitambulishe, wewe ni nani, unafanya nini, alafu tuendelee. Yo guys, mimi najulikana kama Tommy Cloudy. Mimi ni msanii upcoming artist kutoka Malindi. Niko hapa nimekuja shiriki, kuna hii Kilifi Rising Stars zenye ilitokea hii project, so tumekuja jaribu bahati zetu tuone kama Mungu atamsaidia. Kwenye swala zima hili la sanaa au muziki, wewe unajihusisha na muziki wa aina gani? Mimi nafanya bongo flavor. Wapo wasanii wengi wa bongo flavor ambao wameweza kushiriki, wewe ukiwa mmoja wao. Vipi unaona soko la bongo flavor kwenye judges linaweza kupenya ukilinganisha na pengine soko la rapping ama spoken word, kama hizo soko la kuimba ama singing, unalionaje? Soko la kuimba niliona in fact wasanii ambao wanaimba ni wengi bana na rap, so naona likipenya tu, hata kwa hizo nafasi 5 zenye zimetolewa nadhani kama 3 ama 4 inaweza kuwa ni watu vizuri. Vipi mapokezi yako wewe, ama wewe tayari kuwa mbele ya judges ambao hauko unatarajia kukutana nao, pengine umeonaje ama unajisikiaje? Mimi nimefeel tu niko huru, nimechukua ile nafasi yenye nilipewa nikitumia kama nilivyotarajia, sio kila kitu kimeenda vizuri. Na vipi, unalipi la kuambia wale ambao wanahisi uoga kushiriki, ama wanahisi labda kuna vitu gani ambavyo vinawazuia, ama pengine wanahisi kwamba hawawezi kuzingatiwa ama kuangaziwa? Unalipi la kuambia? Mimi chenye naweza kuambia coming artist ama mtu yote mwenye kuna kipaji, hii chance imetokea, Mungu amebless county yetu, so kitu cha kufanya wewe jitokeze, jiamini, njoo fanye hiki kitu. Huko kwingine mwachie Mungu. Bana, nikumbushe jina lako tena. Tommy Cloudy. Tommy Cloudy, tuambie muziki wako unapatikana maeneo gani kwenye swala zima la mitandao ya kijamii? Muziki wangu unapatikana YouTube, unapatikana Mdundo, unapatikana TikTok, yaani unapatikana kwa platform zote. Kuna Audiomack na kuna Boomplay. Kwa jina gani? Tommy Cloudy, TOMMY CLOUDY, yani Tommy Cloudy kama ilivyo TOMMY CLOUD, Tommy Cloudy. Bana, shukran sana, na mtazamaji pia zidi kufuatilia, tunaendelea kuwaletea washiriki na baadhi ya wahusika wa shughuli hii nzima. Asante sana bro. Hello Sports One Media hapo TikTok, Sports One Media pia YouTube. Naitwa MC Bizo 7 na tunaendelea na mchakato mzima huu ndani ya Mapimo Vocational Training Center, na kama unavyocheki hapa niko na wanamuziki. Hii ni band jamaa. Tumekuwa tukifanya interview na single artist, lakini sasa hivi tumepatana na band kwa mara ya kwanza kabisa tangu tumeanza kufanya hii interview. Bana, watakuwa wanajitambulisha alafu tutakuwa tunaenda hivyo. Bana, ukianzia hapo unajitambulisha alafu pia jamaa pia wanajitambulisha na mimi. Kuna ataanzia huyu bwana hapa, mmoja wetu hapa. Haina shida. Mambo vipi je? Nashukuru tu. Watu wangu kama vipi unaona mbele na hapo, sio ni Sauti Vibe. Jamani, jamaa mwingine hatari sana mavocal sio. Leo tulikuwa hapa Vocational Training Center ya Gongoni, tulikuwa tuko na event ya perform, kuna cha talent ndio. Tushamaliza ndio hivyo, tushatoka sio, na ndio hivyo pia ndio kuenda mpaka mbele pia. Najua sasa nitomera hapa, napenda Tomkeys, naimba, I play instruments, na niko na wenzangu hapa, na band wenzangu wakuu inaitwa South Vibe. So tumeanza na tunaendelea, tunajua katika maisha hufai kuwa kumsahau. So mimi ni Sauti aka kwenye the band South Vibe. Sasa tumekuja hapa toka asubuhi, tumeanza na imekuwa siku poa tu. Wengine kama sisi kwa mara zetu za kwanza, lakini tumeenjoy, imekuwa tu siku fit yani. Labda nikianza na wewe tayari. Imekuwa umepokeaje
ama umejihisije kuperform mbele ya judges ambao huko unatarajia kuwaona, labda kina J-Crack au Adasa, vitu kama hivyo? Wewe umejisikiaje kama wewe? Mtu kama mimi kama sauti naweza ngasema mimi nimesikia fiti sana. Nifika pale mbele tumeona Adasa na J-Crack. Alikuwa mmoja wao majaji. Alikuwa mara yangu ya kwanza sana kuona na Adasa live. Susumila pale imekuwa live tumeona na watu wenyewe wamekuwa kama majaji pale, yani imekuwa siku fiti sana. Yani kitu ilikuwa hata sitegemea, yani kwa kushtukia. Okay, fresh. Pitisha mic kwa jamaa hapa. Labda nikuulize bro, wewe kama mmoja wa band hii, ni changamoto gani iwe kubwa ama ndogo umeiona pengine hii kitu bana tunafaa tuikalie makini, bila hivi tutakuwa tunafeli? Changamoto yetu sisi bana, unajua hizi vitu zilikuwa ghafla pia. Wengi wetu zilipata tuko makazi. Asile time pia kwamba tufanye zoezi nini kwa short. But hiyo sio sababu kwamba sisi tukose labda kujiamini, sio tukajitokeza na inshallah. Mimi naahidi watu wangu Gongoni, sio sisi tuko ndani mpaka tupate ushindi. Amini acha. Bana fresh kabisa. Pitisha mic pia huko. Bana nikumbushe tena jina Tom Keys. Tom Keys fresh. So bro, vipi unaona soko la single artist na band, ni lipi ambalo linaweza likawa na mvuto zaidi kwenye judges? Okay, mimi naweza kusema kidogo kwa band kuna more advantage kwa sababu we have to work as a group. Unajua tukiwork as a group pia kuna kitu, kila mmoja anakuwa na idea yake tofauti. So idea yangu, idea ya huyu, idea yao mwingine, tukikuja nao pale pamoja tunafanya kitu amazing, kitu inaweza shangaza watu wengi. Najua hatuwezi kusema ati pia kwa mtu kwa wewe binafsi wewe mwenyewe ama kwa uwezi make ama pia inategemea sana kwa sababu kila mmoja anaweza make katika maisha. Lakini ni vizuri kuna like una work as a group and at least idea yako ukileta pamoja unatoa vitu amazing, unashangaza watu. Kila mtu anataka ushindi, kila msanii anataka ushindi. Vipi nyinyi kama band mmejipanga vipi kutoka na gari digital taxi kama inavyosemekana? Mmejipanga vipi? Labda ungetusaidia kujibu. Asili kwa event tumejipanga. Yaani mwenzangu hapa kwa anaendesha, sio? Sisi tuko pale nyuma tu hivyo tukiwa tumerelax tu hivyo tukifikiria next tufanya nini. Ndio mnataka kupiga sherehe jamani na gari. Na pia labda niongezee tu hapo, sisi tunaomba Mungu kwa sababu sisi tunaamini tumeshinda. Katika imani zetu tunaamini tumeshinda, maana tunaamini kwa Mungu. Ushindi siku zote unatoka kwa Mungu. Sasa kipata ushindi wa ile gari, sisi tutashukuru Mungu sababu itakuwa imetubwaga mbele. Hatutabaki vile ilikuwa tumekuwa mwanzo ama itakuwa transport pia kufanya. Sasa bado ndio hata next tutafikaje? Hivyo tutazijua nini. So bro hapa labda tukimalizia ningependa wewe hapo tusaidie kujibu. Pengine mna mtandao ambao mna post kazi zenu labda so far? So far kwenye iku yetu ya Sauti Viber ndo tunaanza, lakini unaweza kupitia pale TikTok Sauti Viber, utaanza kuona vitu pale na you comment, you like, you do the necessary. Okay. Bana fresh sana TikTok Sauti Viber kama sijakosea. Sauti Viber pale TikTok. Nenda follow jamaa pale, wanapiga instrument, wanapiga vocals zingine safi pale, kuonyesha support. Vile tuko bado tunazidi kuwaonyesha ama kuwahoji washiriki waweze kutuambia pale kwenye room ya audition mambo yanaendaje pale. Pia tutakuwa tunapiga story na baadhi ya judges na wahusika mbalimbali wa Kilifi Rising Stars. Bana fresh kabisa wanangu, imekuwa fresh kupiga story na nyinyi. Tutazidi kupiga story wakati mwingine. Fresh kabisa. Sports One Media. Tuko na mshiriki hapa wangapi wa 24 ambaye tayari pia ameweza kuenda kuonyesha uwezo wake kwenye swala zima la sanaa hii ya muziki. Tunapiga story naye ili tuweze kumjua na tuweze kutambua uwezo wake ama anajihusisha na muziki wa aina gani, amepokeaje swala hili, alafu tuzidi kusonga mbele. Karibu bro, jitambulishe. Yo, bwana anaitwa Marco Romo ukipenda Rubane out of Mjana Heri Massive. Marco Romo out of Mjana Heri Massive. Na vipi umeonaje mapokezi labda ulivyoingia pale, judges wamekuwa friendly ama umeona? Mapokezi yalikuwa fiti na majaji wenyewe wameonyesha nyuso zenye furaha. Kwa hiyo imani kila kitu kitaenda sawa.
vipi ushindi unauona upande wako? 100% tu, hatuwezi tukasema tunaona ushindi kwa sababu sio rahisi, ya watu ni wengi wenye vipaji, unaelewa, na kila mmoja anajiamini, so hatuwezi kusema moja kwa moja kwamba hapa tunashinda. Cha muhimu ni kwamba ni kufanya kitu bora, alafu na mambo mengine unamwachia Mungu, unaelewa kabisa. Na vipi wewe upande wako unahisi ni wapi labda pamefinyilia sana wakati wa mikakati mizima hii mpaka tumefikia leo, ikiwa ni siku ya ngapi? Siku ya 3. Vipi unaona ni wapi pamefinyilia, na endapo kama serikali yetu ya kaunti ingeweza kuzingatia, basi audition hizi zingekuwa bora zaidi? Okay, kwa sasa chenye naweza nikasema, sitasema mahali kwenye tumeona kama tumefinywa, kwa sababu wenyewe ni mara ya kwanza na mambo yalikuwa ni mengi, unaelewa, na tukisema kwamba hii ilikuwa iko hivi tutakuwa tunasema sio kwa la, so wacha tu tuseme kwamba hiyo venye event imefanyika hivyo, tumeshukuru na tunategemea mengi kuanzia sasa hivi. Basi kwa faida ya mtazamaji, labda wako wanaokujua na kuna wengine ambao kupitia hii interview walikuwa pengine wanafuatilia kujua kunaendaje huku mashinani kuhusiana na talanta, ndipo wakaweza kukutana nawe. Hivyo ingekuwa bora kama ungeweza kuambia kazi zako zinapatikana wapi, ili waweze pia kukupa support, wakiachana na kwamba wewe pia ni mshiriki. Yeah, okay. As I told you, this is Mark Oromo Kipenda Rubane. Ngoma zangu zinapatikana mtandaoni kama vile YouTube, Snaptube, alafu Vidmet. Masuala mengine hayo utamaliza mwaka ujao. Ngoma zote zitakuwa zinapatikana kwa platform zote. Saizi ni Mungu, tumuombe Mungu atupe uzima. Umesema YouTube, Snaptube, Vidmet na Vidmet. Kwa jina gani? Mark Oromo. Mark Oromo. Mark Oromo, MACOROMA. Bana, wagwan sana, naitwa MC Bizo Saba the presenter, muite Super Michael Katereski behind the lens pale. Zidi kufuatilia Sports One Media, TikTok Sports One Media, YouTube uweze kupata habari zaidi. One love, support yenu ni muhimu.